Afadhali hata umekuja. Ehe, vipi babu wewe? Umekuja na watu wa kuuza nyumba au madalali? Maana hapa mtaani kuheka namna hii kuchangamke. Lo, watu wanajua kukopa, wajua kulipa. Afu unasingizia ugonjwa inahusu. Huo ugonjwa wako unatuhusu nini? Lipa babu hela za watu. Afu kama inawezekana ni kuuza sasa hivi nikaondoka na chochote kitu, maana mimi ndo mguu wa kutoka. Nataka niondoke zangu. Yaani ngoma ilale. Kiatu kisharia dada. Nimekurupuka hukumu mkononi, hukumu mkononi, hukumu mkononi. Oh, Allah, hukumu mkononi, hukumu mkononi. Pole mume wangu, utakuwa sawa tu. Mungu atakusaidia. Kuna wengine wanaumwa zaidi yako mume wangu. Wamelazwa hospitali wanapumulia gesi. Lakini wewe mume wangu unapumua kawaida. Usikate tamaa. Mimi niko pamoja nawe mume wangu. Siwezi kukuacha. Bomboka. Karibu. Namtolea nani macho? Hiyo karibu yako haina umuhimu. Bana Wasailo. Katika maisha ukila cha mwanaume hujue kabisa na wewe utalio kama utachukulia poa poa. Zumuni la mimi kuja hapa nahitaji pesa yangu. Na kudai shilingi 600,000 taslimu hela Tanzania. Kila siku unaniambia njoo kesho. Njoo kesho. Kwa mfano hiyo kesho sasa ikawa imeuzwa, haya utafanyaje? Kakaangu, basi kuwa na huruma. Umuni mwenzio anaumwa hapa amelala. Sikiliza dada. Ye kuumwa usifananishe kuumwa na pesa yangu mimi. Afu mimi sitaki kuwa na huruma kwa sababu mimi mwenyewe sijaifanywa huruma hata siku hii. Sijawa kungwi mimi. Bwana Masailo. Nikirudi tena nakwambia. Nakuja na dalali na uza hichi kibanda hichi. Usiniangalie kwa huruma. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba utusaidie kitu kimoja. Akiwa sawa utamdai pesa yako. Lakini saizi ana hali mbaya. Nakwambia na wewe. Naenda. Nikirudi nikikuta pesa yangu haipo. Hamna cha mswali mtume wala cha mswali ya nani. Nauza kibanda hichi. Mungu nipe roho ya uvumilivu, subira. Oh, Mola, Mola, Mola. Peke yangu siwezi. Mimi bila yawe siwezi. Mungu wangu, mbona kama subira inanitupa mkono. Mungu kama nazidiwa, nipe nguvu ya walimwengu yananizidi. Oh, Allah, la 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 la. Babu wewe vipi kwani? Maana umekuja pale hea. Nataka nijue imekuwaje yule bwana mpaka nadaiwa. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Yule mume wako mimi namdai pesa yangu taslimu 600,000. Na sio mimi tu, kuna wanangu 45 wanamdai, kuna wanangu 32 wanamdai, kuna wanangu 26 kipaji nao wanamdai. Labda nikwambie kitu kimoja tu. Yule anadaiwa na watu wengi sana. Na kitakachokwenda kutokea yule mumeo anaenda kunyia debe. Makubwa mwenzangu. Yaani jamani, yule baba ni msiri. Unajua msiri? Mimi na mke mwenzangu hatujawahi kujua iko kitu. Yaani wewe ndo umekuja kutufungua masikio. Yaani wewe kama malaika. Nasemaje, wewe malaika wa nuru. Na nilivyokuwa natafuta sababu ya kuachika. Maana ziki, shida, sijawahi hata siku moja kuifurahia ile ndoa. Mimi nishapata sababu. Sasa wewe cha kufanya, ukija pale njoo nginja, si unanielewa? Na mimi nitakusapoti. Wewe umekuja kama mchumba, wenzako wanaodai hawaji vile. Eti si mimi nadai 600,000, si nini kuna rembua. Oya unazingua babu, ungeniambia muda afu uone. Kingenuka pale, yani nzi wangejaa kibao. Wewe vipi wewe babu? Nitapambana juu chini ili mradi yule aende jela. Na mdai. Ile hela ni ya kwangu ya jasho mimi mwanaume.
Labda nikupe siri nyingine ambayo umemwona yule haumwi maradhi. Yule anaumwa ugonjwa wa madeni. Na ugonjwa wa madeni huo umetoka Uturuki. Kuna wadada wanaenda Uturuki huko wanabeba ugonjwa wa madeni wanauleta Dar es Salaam. Unakuta mtu anadaiwa madeni. Sasa sikiliza. Yule mume wako yule. Nampeleka jela alafu anaenda kutana na manyapara kudada deki. Siwezi kachukua hela za wanaume, anakutana na wanaume wanamkandia. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nenda kamwambie mume wako. Ngadu kasema akija raundi ya pili. Ama zake ama zangu, nachukua bulldozer, nachukua watu wenye masururu, nachukua nyundo, na kuja kubomoa ile nyumba, tunaibomoa na itia kwenye begi na ivaa. Naenda kuuza kari yako. Ichekeshe. One day, yes, I'm going to sleeping and drinking. Somebody. Kweli hii ni siku ya deni. Halo, ameumbu. La 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 la. Samani kama ndakuwa nakustua. Nimemsikia mwenzangu akiongea na simu. Anasema kwamba anataka kuondoka. Hawezi kukaa kuvumilia haya anayoyaona. Anataka kwenda kusherehekea Idi kwao. Sawa. Nashukuru kwa sababu Mungu amekupa sikio la kusikia. Na wewe umekuwa barozi kwa maneno alikuwa akiongea Tatu, mke wangu. Ni mawazo yake, siwezi kumpinga. Lakini labda swali hili nililete kwako, mke wangu. Vipi? Naona ratiba ya kuondoka na kusherehekea sherehe ya Idi nyumbani kwenu. Hapana mume wangu. Siwezi kukuacha katika hali hii. Kumbuka tumefunga ndoa. Tumekula viapo kwenye shida na raha. Kwa nini nikimbie shida? Mbona wazazi wangu wakufanya hivyo? Mpaka leo bado wapo. Mimi nitakaa na wewe. Hapa ni nyumbani kwangu na tutazeeka wote. Mpaka kifo kitutenganishe. Siwezi kukuacha. Swali lingine. Unahisi kwa nini Tatu anaamua kutaka kuniacha mimi hapa? Nikiwa katika hali ya ugonjwa. Lakini pia nikiwa katika msongo wa madeni. Kwa nini unahisi? Unajua Masailo, unajua sisi wanawake tumekosa subira. Hatuna uvumilivu. Tunataka vitu kwa haraka haraka. Wanawake wengi wakiingia kwenye ndoa wanakuwa na mahesabu yao. Pale mahesabu yao yatakapofeli ndipo wanakimbia, wanatelekeza ndoa zao. Lakini mimi sipo hivyo mume wangu. Siwezi kukuacha. Nitakuwa na wewe. Jiandae. Nenda kuchukulia dawa zako ndani. Shoga. Watu wana siri jamani. Hii dunia ni nzito. Sijapata kuona shoga. Huyu mwanaume huyu ni balaa. Ni moto shoga. Ninavyokuambia siri zake zote ninazo ziko hapa. Dada ziko hapa. Mwanaume kausha damu anadaiwa. Nguo mkononi anadaiwa yeye. Kwa mama vikae pale anamdai. Isitoshe huyu kaka ndo anamdai hela ndefu. Sasa mimi nashindwa kumuelewa. Huyu bwana maisha yake hoe hai. Anakopa, anaumwa, atalipa nani? Shoga. Tuondoke. Maana hapa tukishangaa
tunakuja kubebwa na lile gari la popo polisi dada. Yaani ukiachana na hapo atakuja kutufia. Maana hoi hae anaumwa, ana nini ndugu yangu? Madeni kayabeba nginja shoga yangu inahusu. Mimi mwenzako ndoa yangu ya laha. Mambo sio ya shida na la, yani sio shida zangu. Mimi nikumbatie shida. Wapi? Shoga tuondoke. Wewe umezaliwa naye mpaka mgane gani? Tuondoke, nimekuja kutonya kwa moyo wangu wa upendo. Tuondoke dada, tumuache. Aumwe, ana ndugu zake shoga yangu. Si ana wazazi watamlea. Shoga tuondoke dada. Uenda tunaenda hapo tunapata mabwana, shoga yangu, wapi wanatuo, safi na salama, maisha mazuri. Wewe unachoka kwa kwenye kikibanda. Tatu, mimi siwezi kuondoka. Alafu kuwa na aibu hata kidogo. Mume wetu ile saa nyingine alikuwa anakopa kwa ajili yetu. Wewe ulikuwa unakula, ulikuwa unajua anapata wapi? Mbona una roho ya huruma? Hivi Tatu, aliyekwambia nani matatizo yanakimbia? Mwalimu wako yupi aliyekufundisha wewe kwamba matatizo yanakimbia? Matatizo hayakimbiwi. Matatizo yanatatuliwa, Tatu. Huruma. Kwa wewe mama huruma. Eti wewe ndo mama huruma sana. Basi ungekuwa wewe mama huruma, ungeenda pale hospitali kila mtu ungezaa watoto ukawa unagawa. Wewe una haya shoga yangu. Wewe hujui upendo. Na wewe ni msaliti, wewe ni betroyo. Yaani wewe ni betroyo kabisa, wewe kabisa na kuona sura yako, yani wewe ni msaliti. Sasa wewe endelea, utachaka. Kitoto kidogo kimechakaona uvozeeka. Umezeeka kabla ya umri. Vigua vijulikana vimenunuliwa mwaka gani. Iko kidela hajulikani ilikuwa sale ya nani hapa mtaani. Umepauka, endelea. Kione. Nipo kizani sioni mbele, nahitaji mwanga wako. Nilimwambia mume wangu ameenda kuongeza mke, ameongeza na matatizo. Mungu wangu usiniache. Mungu wangu usiniache. Mke wangu. Mke wangu. Mume wangu jamani, mbona unakuwa hivyo lakini hali yako haijawa sawa Nilikuwa nafanya mazoezi hapo. Hata hivyo niko sawa, usijali. Uko sawa kwenye hali hii kweli? Mke wangu Tatu yuko wapi? Tatu yuko huko ndani. Neno. Afadhali hata umekuja. Vipi babu wewe? Umekuja na watu wa kuuza nyumba au madalali? Maana hapa mtaani kuheka namna hii kuchangamke. Watu wanajua kukopa, wajui kulipa. Afu unasingizia ugonjwa inahusu. Ugonjwa wako unatuhusu nini? Lipa babu hela za watu. Afu kama inawezekana ni kuuza sasa hivi nikaondoka na chochote kitu, maana mimi ndo mguu wa kutoka. Nataka niondoke zangu. Yaani ngoma ilale. Kiatu kisharia dada. Ndoa gani? Mwanamume gani? Yaani ndoa kama nimebeba gunia la misumari namna hii. Niteseke, nipauke. Mwenye bado kibichi. Nikipata hapa handsome boy wangu, ananiliwaza, ananisha vinono, shavu namna hii. Yaani nimepauka, nimekoda, vibengu. Sikuwa hivi mimi. Ndoano. Hapana wewe. Jamani, huyu naye mwenye mashavu kafikiria anapuliza moto. Ovyo. Bwana Masailo, na imani ushatambua sasa mchele ni upi na chuya ni zipi. Hapo kwenye kulipa madeni ya watu. Lipa baba. Na siku zote mwanamke mjinga ni yule anaharibu ndoa yake kwa mkono wake mwenyewe. Mimi natumaini mchezo tulikuwa tunaucheza umeisha. Mimi sikudai na najua ulikopo haumwi, ila mwanamke ambaye sio mvumilivu, sio mwanamke wa kuishi naye, hana akili. Na taarifa njema kwako. Ile milioni 700 ya mirasi ya baba yako imeshatoka. Na sio kutoka tu,
ishaingizwa katika akaunti yako, na zile ofisi zote kuanzia mkoani Arusha, Moshi, Tanga, Mbeya, zote zipo chini yako. Enjoy yourself brother. Umekurupuka dada. Nashukuru sana kaka. Asante kwa ufanisi wako. Umefanya kazi vile nilivyokuwa nategemea uifanye. Lakini nashukuru, naamini kwamba kweli wewe ni mwanasheria uliyesomea kwa ajili ya kuhakikisha sheria inakaa kwenye mstari. Next week I see you my brother. My name is not Nkadumi, easy my brother. Tatu, ingia ndani. Chukua kila kilicho chako. Uende. Tatu, toka. Ingia ndani kachukua kila kilicho chako uondoke. Alafu mwache huyu mwanamke aliyekubali shida zangu. Mume wangu. Hey! Nani mume wako? Mimi leo tena. Hakika nilikurupuka kabisa kutaka kuongeza mke wa pili. Ni bora ningebaki na mke wangu ambaye alishaona kabisa kwamba mimi ni mwanaume sahihi kwake. Chukua kile kitu chako ondoka. Mume wangu, naomba unisamehe. Tatu ndani. Alafu Tatu kumbe. Nisamehe sana mke wangu. Nisamehe sana kwa sababu nilifanya maamuzi ya kukurupuka, sikufikiria. Nilihisi nikiongeza mwanamke wa pili basi nitakuwa na faraja sana kwenye moyo wangu, lakini kumbe imekuwa tofauti kabisa. Usijali mume wangu, nishakusamehe. Lakini mume wangu usilikuwa na wewe akili. Ule ulikuwa ni mpango tu baina yangu mimi pamoja na mwanasheria wangu. Huyu ndo alikuwa anasimamia mali zote za mali baba yangu. Kwa hiyo amekamilisha kazi, hakutaka kunikabidhi. Alikuwa na mashaka sana kuhusu mwanamke. Tatu, toka huko ndani nikija nikute upo. Lakini dawa zote hizi hapa. Sijameza hata moja. Mola nihurumie, nimekurupuka, hukumu mkononi, oh Allah, hukumu mkononi, hukumu mkononi.